Haya ndio mambo mawili ya msingi sana ambayo unapaswa kumwomba Mungu akufanyie katika mwezi huu wa kwanza. Chukua Biblia yako na notebook nikuelekeze. Jambo la kwanza, mwambie Mungu, naomba unipeleke kwa wasaidizi wangu waliobeba vitu vyangu katika mwezi huu wa kwanza. Kuna muda mwingine hata umwombe Mungu vipi, akuletea wasaidizi wako hawatakuja, kwa sababu wasaidizi wengine hawana hata uwezo wa kukufikia, wengine hawana hata nauli za kutoka hapo walipo wakufuate wewe, kwa sababu msaidizi anayemchagua Mungu sio yule ambaye unamwaza kwenye akili yako na wala sio yule ambaye unamtegemea. Biblia inatuonyesha kwamba kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza 17 mstari wa 9 ya kwamba Mungu alimchagua mjane kuwa msaidizi wa Eliya ambaye angemlisha Eliya katika kipindi cha njaa, na mjane mwenyewe hakuwa hata na chakula cha kutosha. Sasa hata hiyo nguvu ya kutoka hapo alipo kumfuata Eliya angeitoa wapi? Kwa ilibidi Eliya amfuate yule mjane ili aweze kufika katika kipindi cha njaa, kwenda kumwambia Mungu, naomba unipeleke kwa msaidizi wangu ili niweze kufika katika nyakati hii ambayo wewe ndio unajua nyakati gani ambayo imedumu sana kwa muda mrefu kwenye maisha yako. Jambo la pili, naomba ufungue macho yangu nipate kuona wasaidizi wangu na nipate kujua wamebeba nini. Waefeso 1:18, chenu na yatiwe nuru. Rahabu aliwezaje kujua kwamba wale vijana wawili ambao wanakuja nyumbani kwake sio wateja kama wateja wa siku zote, bali wale wamebeba hatima ya maisha yake, wamebeba kesho yake yeye na familia yake, na Rahabu alikuwa ni kahaba. Sasa aliwezaje kujua kwamba hawa watu wawili sio wateja, hawa ni wasaidizi wangu? Ni kwa sababu alikuwa ana macho na alikuwa anajua hawa sio watu wa kawaida. Kumwambie Mungu na kuomba unifungulie macho yangu nipate kuona wasaidizi wangu katika mazingira yote ya mwezi wa kwanza, na wamebeba nini hasa kwenye maisha yangu, ili niweze kuvuka sehemu ambapo nipo. Na nikuhakikishie, utakapomwomba Mungu mambo haya mawili, sahau kabisa swala la ucheleweshaji kwenye maisha yako.